Usiku wa saa 7:30, kituo kikuu cha mabasi kilikuwa kimetulia kabisa. Hali ilikuwa tulivu, upepo mdogo ukipita pole pole, ukibeba sauti za magari machache yaliyo mbali. Kila kona ya kituo kilikuwa na giza, na taa za mraba zenye mwangaza hafifu ziligawanya mwanga kidogo tu kwenye uwanja wa mabasi. Basi moja kubwa la kampuni ya Safari Star lilikuwa limeegeshwa pembeni, kinyume kidogo cha mistari ya mabasi mengine. Taa zake zikiwa zimewaka taratibu, zikimulika sehemu ya mbele, huku mlango wake ukiwa na utulivu wa usiku. Baraka, dereva wa basi hilo, alikuwa ameketi kwenye kiti chake akichunguza vioo vyake kwa makini, macho yake yakipitia kila kona ya basi. Alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 27, dereva mwenye uzoefu mkubwa wa safari za usiku, jasiri na makini. Lakini usiku huo, hata yeye hakujua kwamba safari hii ingekuwa tofauti, ingekuwa safari isiyoweza kusahau. Pembeni yake, Said, konda wake, kijana mchangamfu na mwenye tabasamu kila wakati, alikuwa akipiga hesabu kwenye daftari lake. Baraka, abiria karibu wote wameingia, alisema. Wamebaki wawili tu wanaosema wako njiani. Baraka alitazama saa yake, kisha akasema kwa utulivu, tuwape dakika chache. Dakika chache baadaye, watu wawili walionekana wakitembea pole pole kuelekea basi. Wa kwanza alikuwa mwanamke aliyevaa nguo ndefu nyeusi iliyofunika karibu mwili wake wote. Alikuwa amekaa kimya, macho yake yakitazama chini bila ya kuzungumza na mtu. Wa pili alikuwa mzee mwenye ndevu nyeupe, uso wake ukiwa umejaa mikunjo ya umri, akitembea taratibu lakini kwa uthabiti. Walipofika karibu na basi, Saidi aliwashusha mizigo yao na kuwakaribisha kupanda. Lakini ghafla, Baraka alihisi kitu kisicho cha kawaida. Baridi kidogo ilipita ndani ya basi, ikimfanya ajisikie tofauti. Alitikisa kichwa chake kidogo. Labda ni upepo tu, alijisemea moyoni. Baada ya kila mtu kuketi, basi lilianza safari yake pole pole likitoka kituoni. Barabara ilikuwa wazi na usiku ulikuwa ukiendelea kutanda. Magari machache tu yaliyozidi kupita na sauti zao zilikuwa mbali. Ndani ya basi, abiria wengi walikuwa wameshaanza kupumzika. Wengine walilala, wengine wakisikiliza mziki kwa kutumia simu zao. Hata hivyo, usiku haukuwa na utulivu kwa muda mrefu. Saa moja ilipita, na Baraka alipokuwa akiangalia kioo chake cha nyuma, aliona kivuli kikitembea kati ya siti za nyuma. Alikunja uso kidogo, akidhani labda ni abiria anayeenda chooni. Lakini aliporudia kuangalia sekunde chache baadaye, hakukuwa na mtu. Baraka hakusema kitu. Aliendelea kuendesha, moyo wake ukiwa umepiga kwa tahadhari. Dakika kadhaa baadaye, Saidi alikuja mbele na kuketi karibu na dereva. Safari iko tulivu leo, alisema akijinyosha. Baraka alitikisa kichwa. Ndiyo, lakini kuna kitu kinahisi tofauti. Saidi alicheka kidogo. Tofauti gani? Lakini kabla Baraka hajazungumza, sauti ilisikika kutoka siti za nyuma. Ilikuwa sauti ya mwanamke aliyeshtuka. Konda, kuna mtu anatembea hapa nyuma. Saidi alisimama haraka kuangalia nyuma, lakini hakukuwa na mtu aliyekuwa akitembea. Abiria walikaa kimya, wakiuliza kila mmoja kwa macho yao. Labda umeota kidogo, alisema, lakini mwanamke hakuonekana kucheka. Hapana, alisema kwa sauti ya chini. Nimeona kivuli. Hali ya kimya ikazidi ndani ya basi. Baraka aliongeza umakini wake, macho yake yakiangalia kila kona ya kioo cha nyuma. Walipofika sehemu moja ya barabara iliyozungukwa na msitu mzito, upepo ulianza kupiga kwa nguvu kidogo.
taa za basi zilififia kwa sekunde chache kabla ya kurudi kawaida. "Umeme unacheza?" Said aliuliza. Baraka alitikisa kichwa. "Hapana, kila kitu kiko sawa." Ghafla, mzee aliyeketi mbele alisimama na kusogea karibu na dereva, akimtazama Baraka kwa macho makali. "Kijana," alisema kwa sauti ya chini, "kuna sehemu mbele si salama." Baraka alikunja uso. "Unamaanisha nini?" Mzee alinyamaza kwa sekunde chache, kisha kusema, "Kama utaona mtu amesimama barabarani akiomba msaada, usisimamishe basi." Said alicheka. "Mzee, unatisha watu bure." Lakini mzee hakutabasamu. "Nasema ukweli," alisema kwa sauti nzito. Dakika 10 baadaye, basi lilifika sehemu ya barabara yenye giza kamili. Hakukuwa na nyumba, hakukuwa na taa, ni msitu tu upande zote. Ghafla, Baraka aliona kitu mbele. Mtu amesimama katikati ya barabara kikipunga mikono. Said alipiga kelele, "Simamisha gari, ana shida!" Lakini Baraka alikumbuka maneno ya mzee. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Badala ya kupunguza mwendo, aliongeza kasi. Basi lilipita karibu na mtu huyo. Said aligeuza kichwa kuangalia nyuma, uso wake ukiwa na hofu kubwa. Baraka, yule mtu, hakuwa na uso. Baraka alihisi baridi ikimzingira mwili wake. Ghafla, kelele nzito ilisikika juu ya basi, kama kitu kizito kilitembea juu ya paa. Abiria walipiga kelele, wakimuuliza kila mmoja. Said alifungua dirisha kidogo, lakini sauti ilisikika kidogo tu. Pole pole, ndani ya giza, sauti ya ajabu ilisikika kutoka siti za nyuma, kama mtu anacheka kwa sauti ya chini. Abiria wengi walilazimika kuinuka kwa hofu. Mwanamke mmoja alipiga kelele, "Kuna mtu hapa nyuma!" Mwanaume mmoja alisimama, mchungaji wa abiria. Alinyanyua mikono yake na kusema kwa sauti kubwa, "Katika jina la Yesu, roho yoyote ya giza iondoke hapa." Ghafla, kelele juu ya basi ilisimama. Kimya kikatawala. Taa za ndani zikarudi kuwaka pole pole. Abiria walitazamana kwa mshangao. Lakini Baraka alipitia kioo cha nyuma tena, moyo wake ukitikisa. Siti 2 za mwisho zilikuwa tupu kabisa. Wale abiria wawili waliopanda mwishoni hawakuwepo tena. Hakuna aliyewaona wakishuka. Hakuna aliyesikia mlango ukifunguka. Walikuwa wametoweka kama hawajawahi kuwepo. Basi lilifika kituo chake cha mwisho saa kadhaa baadaye. Lakini safari ile haikumsahau Baraka. Kila mara anapoendesha usiku, anapofika sehemu ya barabara yenye msitu, huongeza mwendo wa basi bila kuangalia nyuma, kwa sababu bado anaamini kwamba baadhi ya vitu vilivyo njiani usiku havipaswi kusimamishwa. Kama ulipenda safari hii ya usiku, usisahau kubonyeza like na subscribe kwa hadithi nyingine za kutisha.